Hello guys, habari tena. Jina langu naitwa Lydia. Nimekuwa nikiposti video mbalimbali zinazohusu urembo wa ngozi, utunzaji wa nywele, afya ya mwili pamoja na usafi wa mwili kwa ujumla. Napenda tuendelee kujifunza kuhusu nywele, kuhusu vitu vingi. Nywele imebeba vitu vingi sana. Kwa hiyo ambao unapenda kukuza nywele zako, unapenda safari yako, yani unapenda kujua vitu vingi vinavyohusu nywele, hapa ndo mahali sahihi ambapo unatakiwa uweze kutulia na uweze kujifunza pamoja na mimi. So bila kupoteza muda tutaangalia kitu gani tumekuja nacho kwa siku ya leo. This time tutaanza kujifunza zaidi kuhusu mimea na faida zake, hasa ikitumika katika kama tiba kwa ajili ya ukuaji wa nywele. So tutajifunza kuhusu mimea mbalimbali, na siku ya leo tumeandaa mmea ambao nadhani umekuwa on trending. Vitu vingi vimekuwa vikizungumziwa kuhusu mmea huu, vitu gani ambavyo ukitengeneza kwa kutumia mmea huu vina faida kubwa sana. So kwa leo tutaongelea kwa upana juu ya mmea huu wa mwani wa baharini. So leo turudi kwenye Biblia tuangalie maandiko yanasemaje kuhusu mimea. Tusome Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29 mpaka 30. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mstari wa 30. Na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Tukiongezea mstari wa 31 inasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kwa hiyo siku ya 6 tunaona uumbaji wa Mwenyezi Mungu katika mimea. Ametuumbia hivyo vitu akasema kiwe chakula chenu kwa kila kiumbe chenye uhai. Kwa hiyo Mungu alituumbia hii mimea ili iweze kutusaidia sisi kama viumbe wake, kama viumbe vilivyo hai. Kuna wanyama mbalimbali ambao wanaishi kwa kutumia mimea, majani, matunda. Kwa hiyo Mungu aliona ni vema hata matunda yatoayo mbegu. Kila mmea hapa duniani una faida. So tutaongelea kuhusu mmea huu kwa siku ya leo, na nadhani umekuwa ukitumika katika sehemu mbalimbali kwenye kutengeneza bidhaa za ngozi kama tiba. Kwa hiyo utaona jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu akatumbia vitu kama hivyo. So huwezi kufaidika navyo ikiwa hujui. Mungu ametumbia vitu vingi ambavyo tukivitumia sisi vinatupatia faida kama sisi binadamu, vinatupatia afya nzuri, vinatufanya tuwe imara, na pia mimea mingine ni tiba. Kwa hiyo leo tutajifunza sasa mmea huu wa mwani una faida gani kwa upande wa nywele. So mimi niko hapa kwa upande wa nywele. Nitakuja maybe another day tutaongelea kuhusu mwani unatumika vipi kwenye kama tiba au kwenye tiba ya afya ya mwili ama tiba ya ngozi. So kwa leo tutabase katika nywele. Tuone Mungu alituumbia mmea huu ambao ni wa kipekee sana sana, na akaweka faida zake za muhimu. So tunamshukuru Mungu kwa uumbaji wake, tunamshukuru kwa kutuumbia mimea hii, na tunamshukuru kwa maarifa pia ambayo anatupatia. Tunaweza kutambua kwamba mmea huu nikiutumia kwa namna hii utanisaidia katika 1, 2, 3. Kwa hiyo huu ndo mwani wetu. Huu ndo mmea wa mwani. Kama unavyoona, hiki ni kipakti humu ndani. Huu ndo mmea wa mwani ninao uzungumzia siku ya leo. Inawezekana umewahi kuona mahali ama umewahi kusikia, na pia labda umewahi kusikia ukuwahi kuona. So mimi napenda leo nikuonyeshe kwamba huu hapa ndo mmea wa mwani ambao tunauzungumzia leo. Nitautoa kwenye hii paketi yake hapa. Huu ndo mmea wa mwani. Ili hapa ni jani la mwani. Hapa nilinunua, umekaa siku kadhaa, so umekauka kama unavyoona, ni mgumu. So leo hatutajifunza jinsi ya kutumia huu mwani, lakini leo ninapenda tujifunze kwanza kujua huu mwani ni nini, una faida zake zipi kwa upande wa nywele. Sisi leo tunaongelea kuhusu nywele. Mwani una faida nyingi sana sana. Kama ungewahi kujua huu mmea, basi ungekuwa umekusaidia katika vitu vingi sana. Kwa hiyo hii leo tutajifunza hii ni nini, huu mmea wa mwani ni kitu gani na una faida gani. So video itakayofuata tutajifunza jinsi ya kuweza kutumia huu mwani katika kutunza ama kukuza nywele zetu. Tujifunze maana ya huu mwani ama mwani wa baharini. So huu hapa ni mwani, kwa Kiingereza unaitwa sea moss ama kwa jina lingine unaitwa Irish moss. Huu ni mmea ambao unalimwa ama unapatikana chini ya maji baharini, kama unavyosema mwani wa baharini. Huu sasa upandi kwenye hii ardhi ambayo inapigwa jua. No, huu hapa unaota baharini, sehemu yenye maji, au unalimwa sehemu nyingi duniani, lakini unapatikana sana sehemu za Amerika ya Kusini, pwani ya bahari ya Atlantic
na maeneo kama hayo. Lakini hata pia Tanzania mmea huu wa mwani umekuwa ukilimwa hasa katika maeneo ya uwanda wa bahari. Yamekuwa ikilimwa hizi sehemu kama pwani, huko sehemu za coast huko umekuwa ukilimwa. Mwani huu umekuwa ukitumika kama kiungo cha asili kutengeneza vitu mbalimbali kama madawa, sabuni, cosmetics au vipodozi. Kwa hiyo as a natural supplement inatumika kwenye hivyo vitu nilivyovitaja. Nyingine zinatumika kama madawa, huko wanakotengenezea madawa ya kutibu magonjwa mbalimbali. Sometimes wanaweka huu mmea wa mwani wa baharini katika hizo dawa. Unaweza ukatumika katika mfumo mbalimbali kama vidonge, powder, kama gel, na pia unaweza ukatumia kama hivi jani lake hili lilivyo, unaweza ukatumia. Tuangalie ni vitu gani ambavyo vipo ndani ya mwani. Okay, mwani huu humu ndani unamuona. Mwani umebeba magnesium. Mwani ndani una calcium, una vitamin K, vitamin B12, calcium, kuna zinc, kuna iodine. Kwa hiyo mmea unauona hapa umebeba vitu vingi sana ambavyo ni vya muhimu sana vinavyohitajika sana kwenye mwili ili kufanya mwili na sehemu mbalimbali za mwili kuwa imara. Kwa hiyo hebu ona maajabu ambayo Mungu aliyaweka ndani ya mmea huu wa kipekee zaidi. Pia unatumika katika viwanda vingi ambavyo vinatengeneza vyakula. Unatumika huu as a thickener. Utaipata kwenye ice cream, wanaweka sana kwenye baadhi ya ice cream, kwenye shoe polish, zile dawa za kung'arisha viatu. Huu mwani pia upo, utapata pia kwenye baadhi ya dawa za meno. Mwani huu unatumika. Kwa hiyo huu mwani ni mmea mkubwa sana. Hebu ona, achana na afya, pia unatumika mpaka kwenye vitu vingine. Maajabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unakuwa kwenye rangi tofauti tofauti. Kama hii unaona, hii hapa ni kama njano fulani hivi, lakini kuna mwingine ni wa papo, kuna mwingine una kama kijani fulani hivi, mwingine una kama nyekundu hivi. Kwa hiyo usishangae utakapokutana na mwani wa rangi nyingine. Huu mwani unapatikana katika rangi mbalimbali. Baada ya kujifunza kuhusu mwani, tumeona kwa upana kabisa mwani ni nini, mwani unapatikana wapi, origin yake, unakuwa katika rangi gani, unatumika wapi na wapi. So tumeshaangalia baadhi ya sehemu hizo na tukagundua kwamba kumbe mwani ni mmea ambao una faida sana hasa mwilini na sehemu mbalimbali kwenye viwanda kama hivyo. Mwani umekuwa ukiwa una faida kubwa sana. So come back kwenye hii video yetu ambayo tunajifunza kuhusu nywele. Mwani huu kama ulivyo na faida katika sehemu hizo nyingine ambazo nimetaja, una faida kubwa sana. Imagine una faida katika hizo sehemu nilizokutajia. What about your hair? Yani umewahi kufikiria? Yani hapo ulipo umefikiria kama okay, mwani una faida nyingi sana hizi ambazo tunajifunza. Vipi kama nikiweka kwenye nywele zako, hizo nywele ambazo zimegoma kukua, nywele ambazo zimedumaa, nywele ambazo zimegoma kupiga hatua, yani ziko pale pale miaka nenda rudi, zile nywele ambazo zinakatika, zile nywele ambazo umetumia bidhaa nyingi, umegharamia, yani umekaribia kumaliza mafuta, but nywele zako ziko pale. Vipi ukitumia huu mmea? Have you ever think about it? Yani umeweza kufikiria hizo faida zote ambazo ziko katika huu mmea, ukazipa nywele zako, uka embrace your hair with this CMOS. So it will be so amazing. Itakuwa so amazing. Tuangalie sasa faida ambazo tunaweza tukazipata ukitumia mwani wa bahari kwenye nywele zako. Yani tushasema mwani una zinc, una iodine, una vitamins, una nini, yani una makorokoro kibao ambayo yana faida sana sana kwenye mwili na kwenye nywele zako. Next video nitakwambia kwa nini zinc, kwa nini calcium, kwa nini magnesium, kwa nini vitamin zina faida kwenye nywele. Yani what does it mean? Kwa nini hizo minerals na hizo nutrients zina faida gani kwenye nywele zetu? Hiyo itakuwa somo la siku nyingine. For leo, jua kwamba hizo minerals na hizo nutrients ambazo nimekutajia zina faida sana katika ukuaji wa nywele zetu. As we learned kwamba mwani umebeba hizo minerals na hizo nutrients, so tuone ukishatumia huu mmea ambao una hizo madini ambazo very very hard to get. Okay, so faida ya kwanza kabisa ambayo ni ya muhimu sana na ni kubwa, ambapo ukitumia huu mmea wa mwani wa baharini utafanya muujiza gani kwenye nywele zako? Mwani unasaidia sana kuongeza kasi ya ukuaji wa nywele zako. Why? Kwa sababu huu mwani una folic acid. Can you imagine? Yani achana zile minerals ambazo nimekutajia mwanzo. Yani kuna minerals nyingi sana ambazo zinapatikana kwenye mwani. So ina fatty acid, lakini pia ina folic acid ambazo hizi minerals hasa especially zikitumika kwenye ngozi, let's say, inasaidia sana kuondoa zile dead skin seli za ngozi ambazo zimekufa. Ukitumia mwani unasaidia sana ondoa zile dead skin cell na kama inavyofanya kwenye ngozi. So it do twice kwenye nywele.
don't plan to miss it. So tuangalie faida ya pili. Faida ya pili, mwani huu unaipa nywele yako unyevu. Ukitumia mwani huu kwenye ngozi ya kichwa, inasaidia sana kuifanya ngozi ya kichwa iko very smooth, nourish. Kwa hiyo inafanya nywele zako ziwe elasticity. So nywele zako zinakuwa zina unyevu, yani unyevu wa kutosha. Kwa hiyo nywele ambayo ina unyevu wa kutosha ni ngumu sana kukatika. Kama ambavyo nasemaga siku zote, nywele kavu ndio adui wa kwanza wa urefu wa nywele zako. So yani ukawa unatumia huu mwani kwenye nywele zako, uka apply katika hizo njia ambazo tutajifunza, njia mbalimbali yani za kutumia mwani huu, ukawa una apply kwenye nywele zako, kwenye ngozi ya kichwa. So nywele zako zitakuwa ziko very moisturized, zinakuwa ziko very very hydrated. Kwa hiyo ni ngumu sana nywele zako kukatika, yani ni ngumu sana kukatika. So faida ambayo tunaweza kuisema hapa, so ina maintain ile length, hair growth length yako, yani vile nywele yako imefikia urefu fulani, itabaki hapo kwa sababu haitakatika. Faida ya tatu ya mwani huu, ina fight against sun rays. Ona, huu mwani una amino acid ambayo hiyo acid ina act kama barrier au kizuizi cha miale ya jua kushambulia ngozi, kushambulia nywele. Hivi unajua kwamba nywele zetu na miale ya jua ni maadui? Unatakiwa ujue kuanzia leo kwamba miale ya jua ina affect nywele zako in one way or another. Ukiwa unatumia product ambazo zime contain mwani wa baharini kwenye nywele zako zinakuwa ziko very very protected from sun rays. Yani ile mionzi ya jua haita affect tena nywele zako kwa sababu unatumia mwani ambao ndani kuna amino acid. Kwa hiyo pia faida nyingine ambayo itakuwa mwisho kwa siku ya leo, kiujumla mwani huu unasaidia kuimprove afya ya ngozi yako ya kichwa. Kutokana na ingredients ama nutrients mbalimbali ambazo ziko ndani humu, zinasaidia. Yani kuna hizi kama zile nutrients zote ambazo nimekutajia na nyingine ambazo sija kutajia ambazo mwani wa baharini umebeba. Ukiwa unatumika unapaka labda kwenye kichwa chako, so inaipa ngozi yako afya. Unajua ngozi ya kichwa ambayo ni yenye afya inatoa mazingira mazuri ya nywele kuweza kuota vizuri, si ndio? The same way kama uko shamba, maybe una shamba mahindi yameota, hujapalia, hilo shamba limejaa majani yatazongazonga mimea yako haitaota vizuri. So vile kwenye nywele zetu, ngozi ya kichwa ikiwa iko vizuri, ina afya, iko well moisturized, iko hydrated, yani hakika nywele zako zitakuwa na mazingira mazuri ya kuweza kuota vizuri. So tumeweza kujifunza juu ya faida ambazo tunaweza tukazipata tukitumia mwani huu wa baharini. Hizo ni chache kati ya nyingi ambazo zipo katika matumizi ya mwani huu wa baharini. So kwa leo mimi nimekuandalia hizo 4 ili at least uweze kupata mwongozo, uweze kutambua kwamba so kuna huu mmea ambao ni wa mwani wa baharini ama sea moss, ina do wonders kwenye nywele zetu. So next video tutajifunza sasa jinsi gani ya kuweza kuutumia mwani huu wa baharini. Basi tutachukua muda mrefu kuweza kuleta video nyingine ya mwendelezo katika mmea huu wa mwani. So leo tutaishia hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maarifa haya aliyotujalia na nimeweza kushare na wewe, na tumaini pia utashare video hii kwa rafiki yako, ndugu yako, mtu wako wa karibu ambaye unapenda mafanikio yake. So ningependa uweze kushare. Pia usiache kulike kama una neno lolote ama una jambo la kuongezea pale ambako mimi sijafika, unaweza comment kwenye comment section hapo chini. Lakini pia muhimu usiache kusubscribe channel yetu ili iweze kukua, tuendelee kusupportiana guys, ndio? So see you next time. Bye.